Kisonge leo kimesongeka kweli kweli bwana. Kisonge kimesongeka kweli kweli bwana. Kitamu raha kweli kweli. Ndio maana nauliza jamaa zetu, nyie hamna kwenu hata hapa Kisonge? Hata hapa Kisonge mnashindwa kupajaza? Mmekiona Kisonge kitamu kweli kweli. Mimi na Zanzibar, mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi, Zanzibar na mimi. Sisi wazalendo, shusha tanga, safari. Akina baba kule nyuma, hamko kwenye safari? Safari, safari. Asante sana, nashukuru kweli. Ndio maana wengine husema kuishi mjini suna. Kuishi mjini maana yake hakuna mtume aliyekaa shamba, au sivyo? Ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu, ndugu mwenyekiti wetu mstaafu, mwalimu wetu, mzee wetu Babu Juma Duni Haji, ndugu makamu mwenyekiti wa tume ya timu yetu ya ushindi, ndugu mwenyekiti na mwenyeji wetu wa mkoa wa Mjini, ndugu wajumbe wa kamati kuu, ndugu mwanasheria mkuu wa chama, ndugu wajumbe wa halmashauri kuu, wazee wetu, walezi wetu, mama Awena na mama Zainab, ndugu viongozi, ndugu wanachama wenzangu, wananchi kwa jumla, mabibi na bwana, asalamu alaykum. Habari ya jioni. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Tumefanya shughuli zetu zote na zote zimeiva kweli kweli. Na alhamdulillah Mwenyezi Mungu kajalia tumezifanya kwa salama, tumekwenda salama, tumerudi salama, na tumuombe Mwenyezi Mungu na leo katuleta salama, inshallah aturejeshe salama. Tusemeni alhamdulillah. La pili, naomba kwa dhati kabisa, maneno sina ya kutosha, lakini kwa dhati kabisa niwashukuru ndugu zangu. Niwashukuru ndugu zangu kwa mahudhurio yenye hamasa. Na haya mahudhurio ndio yanayofanya tuseme kwamba leo hapana hotuba, kwa sababu mahudhurio yenu ni hotuba ya kutosha. Mnasema mmefahamu, mnasema mna jambo lenu, mnasema mko tayari. Haya ndio mambo muhimu wayasikie. Haya ndio mambo muhimu Wazanzibari wayasikie. Aliyokuwa hajaamka anaamka kwa haya, sio kwa maneno yetu. Kwa hivyo mahudhurio yenu ni speech ya kutosha, na mimi niwashukuru kwa kweli kwamba mmesema tunafahamu na tuko tayari kwa ajili ya safari kwenda kukamilisha wazee wetu safari walioianzisha. Tuko tayari jamani? Safari inaendelea. Inshallah tunakwenda kuikamilisha Oktoba 29. Na haya ndugu zangu ndio yanayowafanya tokea wakilala na viatu,
Sasa sikitaji wanacholala nacho, mtajaza wenyewe watu wa mjini. Lakini haya mahudhurio yenu na hamasa zenu, na mimi niwape salamu za kwamba sisi tunafahamu yanayoendelea, lakini hatuna haja ya kufanya pupa, hatuna haja ya kuwa na wasiwasi. Lakini ndugu zenu waliochukuliwa makambini wenda kupewa mikakati, wanawaambia ndugu zenu wa vikosi kwamba wako pamoja na nyinyi. Hawa hawana salama, wao hawafanyi kazi kwa ajili ya ACT Wazalendo. Mwaka huu watakwenda kusimama na Zanzibar yao, watakwenda kusimama na Zanzibar yao. Msiwe na wasiwasi, wao wametangulia kufahamu na wao wako tayari na watatangulia kwenda kuifanya kazi yenu wa Zanzibar. Hizo ndio salamu zetu za kutumwa mjumbe maalum nije niwaambie leo hapa Kisonge. Lakini la pili, naomba salamu nyingine. Tokea tuliposema kwamba ili watu wa nchi hii, na tutaanza na watumishi wa umma, waishi kwa staha kwa kuwapa mshahara angalau wa $1,000,000 kwa mwezi. Tumekuwa tukipata maswali mengi kutoka makundi mbalimbali ya wastaafu, wanaopokea pensheni, wafanyakazi wa muungano. Tunachosema na ahadi yetu kwamba tuliposema $1,000,000, hicho ni kigezo cha kupanga mengine yote, na inshallah tunachowaambia kwamba tuna mpango kamambe, kwa sababu hili si suala la namba, si suala la nambari, ni suala la mpango wetu wa kuona kwamba wananchi wetu wanaishi maisha ya staha. Haya yamo ndani ya sera zetu, haya yamo ndani ya ilani yetu, haya yamo katika ahadi yetu kwa Wazanzibari, brand promise. Na ndio maana tunasema katika mipango yetu sisi, hata kama ni watumishi wa muungano, la kwanza watakapofanya kazi Zanzibar, sisi tutahitaji kuwa na vigezo vyao vya kufanya kazi Zanzibar kwa mujibu wa vigezo vyetu vya huduma tunayotaka. Kama ni huduma ya uhamiaji, tutataka huduma ya uhamiaji si kwa mujibu wanavyopanga serikali ya muungano. Tutapanga huduma za uhamiaji, watupe huduma kwa mujibu wa uchumi wetu, mahitaji ya uchumi wetu, mahitaji ya Zanzibar brand. Na kwa sababu hiyo tuko tayari kulipa zaidi ili tupate huduma zinazolingana na Zanzibar brand. Kwa hivyo, na haya inshallah siku nitakayoapishwa watayasikia yote katika hotuba yangu baada ya kuapishwa urais inshallah. Una mwenye wasiwasi? Una mwenye wasiwasi jamani? Una mwenye wasiwasi? Ndugu zangu, moja nataka niliseme hapa. Wenzetu wameishiwa. Wenzetu wameishiwa. Sasa wanaungaunga. Hujisahau, badala kutia bizari wakati ya jivu.
maana upishi umewachachia. Mmewaona siku hizi wanaunga viklipu, watu waliosema maneno ya haki yanapanguliwa, yanageuzwa, ndio kazi waliobakia. Ndio nasema jamaa, upishi weka bizari, sio jivu. Siku hizi wameshikwa na fitna ya ubaguzi, eti wao leo wamekuwa wasafi, eti sisi wabaguzi. Siku hizi ukisema mimi mwanasheria, tambua unaona wewe mbaguzi. Anambagua kwa sababu mwenzake daktari. Yesi ni daktari, arudi wodini akafanye kazi, ndio pahala pake. Mambo ya kuendesha serikali ndio tuliofunzwa na ndio tuliopewa fursa ya kufanya kazi. Sasa hapo ubaguzi uko wapi? Si ulisoma mwenyewe au vipi? Sasa la pili tunasema, jamani, hii ni nchi yetu. Suala la haki za nchi sijalianza mimi kulitetea, alianza mzee Karume kwa kumkabili Nyerere, yeye na wenzake wajumbe wa Baraza la Mapinduzi. Hawa wana shida, hawajui historia nchi hii. Wanachojua ghorofa baada ya ghorofa, barabara, na historia nchi hii hawaijui, wala hawana hamu ya kujua historia ya nchi hii. Haki za nchi hii alianza kuzitetea mzee Karume, akaja mzee Jumbe, na ndio lilofanya akaondolewa uraisi, akafungiwa Mji Mwema mpaka mauti akamkuta. Rais wa watu, lakini kenda kuchukuliwa, kafungiwa kwa kutetea nchi yake. Hilo ndio tuloachiwa. Tunachosema ndugu zangu, sisi katika nchi hii, katiba yetu imesema wazi nani Mzanzibari. Kutakuwa na Mzanzibari na kutakuwa na sheria ya kueleza vipi unapatikana na vipi unaweza kuondolewa. Leo namchukua mtu kwa sababu unataka kura. Huu haini, huu uhaini. Unachukua nchi, unakwenda kutafuta watu, unaambia hapa kwenu, hapa na nyinyi Wazanzibari mumpe kura Dr. Mwinyi. Tufanyie uhuni huo. Sisi hatutokubali ujinga huo. Hatuna tatizo na mgeni, lakini kama mgeni tutamwita mgeni, na Mzanzibari tutamwita Mzanzibari, tutampa kitambulisho cha Mzanzibari na tutamtambua na haki zake kama Mzanzibari. Abadan haki ya Mzanzibari hatutompa asiyekuwa Mzanzibari. Kama ni Mtanzania ana haki zake, kama ni mgeni ana haki zake, na tutampa kitambulisho cha kumtambua kwamba huyu ni mkazi wa Zanzibar. Jamani, kuna dhambi hapo? Mbona unang'ang'ania kisichokuwa chako? Sisi tunasema wazi, wala hili hatuogopi, hatuchelei, hatuna wa kumchelea. Hii ni nchi yetu, tumechukua dhamana ya kulinda haki za nchi yetu, ya kulinda haki za watu wetu wa nchi hii. Aliyepewa Uzanzibari hastahiki, tutamnyang'anya, sheria ipo. Kuna ugomvi gani hapo? Eti ugomvi gani? Haya mnataka tuyaone haya? Semeni sisi wabaguzi kama wabaguzi kwa kusimamia sheria ya nchi yetu. Sheria hizi hazijatungwa na ACT Wazalendo, zimetungwa na CCM. Nyinyi ni mafisadi.
Ufisadi namba 1 duniani ni abuse of office, kutumia vibaya ofisi ulionayo ya umma kwa maslahi yako, kuwachukua wasiokuwa Wazanzibari ukawapa Uzanzibari ili wakupe kura. Hili ni kosa la jinai na wallahi tutawashtaki kwa kosa hili. Tuone haya nchi yetu, tukubali wazimu huo. Hivyo kama mnasema huu ni ubaguzi, na uwe ubaguzi, lakini tutasimamia sharia, katiba ya nchi yetu, haki za nchi yetu, maslahi ya watu wetu. Tuko pamoja. Kisonge leo imesongeka au vipi? Imeiva. Tunataka tuambie hapa, labda watasikia. Ndugu zetu, majimbo haya ambayo leo tunafanya mkutano huu, haya ndio walinzi wa mji wetu. Haya ndio walinzi wa mji wetu. Na ulinzi wa mji wetu, ndugu zangu, ndio ulinzi wa Zanzibar. Tukiutunza mji wetu, ndio tunaitunza Zanzibar, ndio tunaitunza Zanzibar brand. Hebu semeni jamani, Zanzibar brand. Zanzibar ina mambo yake bwana. Asiyekujua tu hakusamini. Lakini Zanzibar ina mambo yake. Kwa hivyo la kwanza tunalosema, wana wa majimbo haya matatu, hasa wana wa Malindi, mji mkongwe ni urithi wa kitaifa, wa kimataifa, lakini hauna maana kwamba hauna mwenyewe. Una wenyewe mji mkongwe. Hawa wanaotaka kufanya kwamba mji mkongwe hauna wenyewe, hawa mwisho Oktoba 29, sisi tunasema mji mkongwe tutaurudisha mikononi mwa wenyewe wana wa mji mkongwe. Wanajua kuulinda, wanajua kuhifadhi, kuwe na heshima kwa wakazi wa mji mkongwe. Asitoke mshamba mwenzangu huko akaja akafanya yeye ndo mji mkongwe, hata pakupaki gari mwenyeji mkazi wa mji mkongwe leo ni buguza. Haiwezekani. Mji mkongwe una wenyewe. Sera tulikubaliana serikali ndio ihame mji mkongwe, lakini sio wana mji mkongwe, kwamba wahame wana mji mkongwe waje wageni. Na serikali itachukua kila juhudi, itawekeza. Serikali itakayoiongoza kuhifadhi mji mkongwe, kufanya uwe mji mkongwe, sio mji mbovu. Wana mji mkongwe mupo? Mupo. Lakini la pili ndugu zangu, la pili, mji una alama zake, mji una mambo yake, na ndio kitovu cha urithi wetu wa Zanzibar. Tunachosema sisi, mji tutaurudishia heshima yake, tutaurudishia heshima yake. Na heshima ya kwanza ya mji una wenyewe, na mwenye mji ni mstahiki meya na baraza lake la manispaa, ndio wenye mji mkongwe, si mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa atafute kazi zake afanye, si mkuu wa wilaya, sio sheha. Wenye mji ni madiwani na meya wao atakayeteuliwa. Na sisi hawa tutawapa heshima maalumu. Mstahiki meya wa jiji la Zanzibar au mji wa Zanzibar, huyu ni mtu mkubwa, na tutaonesha ukubwa wake kwa sababu ndio alama ya Zanzibar.
ndio alama ya mji wa Zanzibar. Sio leo anakwenda hata kwenye shughuli za kiserikali, hata kutambulishwa hajulikani. Watu wameubeba, wameuka. Mji una wenyewe, mji una wenyewe. Tutaurudisha, nasema na tutarudisha alama zote za mji, alama zote za mji. Historia ya nchi yetu iliyopo mjini tutaifufua na kuitambua iwe ni alama, ni urithi wetu. Leo kila mtu anakuja na kwapua. Mji huu una historia kubwa, na moja katika alama za mji huu ambazo ilianzishwa 1899 mwezi wa Septemba na kutungiwa sharia mwaka 1910, ndugu zangu, ni pamoja na viwanja vya Mnazi Mmoja. Tumefahamiana? Kwa sababu hiyo nasema kwa ujumla, ndugu zangu, kazi tulionayo ni kwenda kutunza urithi wetu ulioko katika mji huu. Wana wa mji, mko tayari? Tuko pamoja? Ili haya yote tuyafanye, ndugu zangu, tutahitaji ufunguo. Mnipe ufunguo na uhitaji ni kura zenu. Wana wa mji, ni kura zenu. Mtanipa kura zenu? Hebu tunyanyue mikono nizione. Nawashukuru sana, nawashukuru sana, mpaka walioko kando ya njia wote nimeona mikono yao. Niwaombe na